tulipobakia sisi kumkamata mtume ni maana kwamba tuzingatie mafundisho yake, utaratibu wake, tuishi kwa tabia zake, ulimwengu utakaa sawa. Unaweza kwa maana hiyo, unaweza ukamkurubisha mtume ndani ya nyumba yako, ukahakikisha kwamba tabia za mtume Muhammad ndizo zinazotawala kwako, lakini kwa mkeo na kwa familia yako. Ina maana tuwe tunazingatia sana mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambamba na hiyo, kusiyatil ardhu ba'da tuli jadbiha, ili nimalize, tumchukue za Bernard Shaw. Moja ya maneno aliwahi kusema kuhusu mtume, akasema, the world in the dire need of a man with minds of Muhammad. Dunia iko kwenye hitajio la dharura. Huyu kafa mwaka 1950. Ina maana katika tarehe zake hizo yeye anasema the world in the dire need of a man with mind like Muhammad. Dunia iko kwenye hitajio la dharura kubwa la mtu ambaye ana fikra, ana akili ya mtume Muhammad. Kwa dunia muhitaji sasa mtu ambaye ana mitazamo, ana fikra, ana uoni, vision kama ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili dunia ipate neema, ipate furaha, ipate salama, ipate haki, ipate amani, ipate yote, ni kwamba ni watu washikamane na mafundisho ya mtume Muhammad. Ndivyo anavyotuambia mzungu. Kwa sura hiyo basi, sisi tuna bahati kubwa kwamba yeye Muhammad ndiye mtume wetu. Kwa hili unaruhusiwa kutembea kifua mbele, kujifakharisha kwamba wewe ni mfuasi wa mtume Muhammad. Lakini itapendeza zaidi kama kila utakapotembea, kila utakapokaa, kila utakaposimama, kila utakaposema, kila utakaponyamaza, watu wanaziona tabia za mtume Muhammad katika maisha yako ya kila siku. Mwenyezi Mungu aibariki hadhara hii, na tubarikie na sisi pia, na tuishi katika mwenendo huo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. wa kusiyatil ardhu ba'da tuli jadbiha min an-nabati hudalan sudusi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.